Hapo kwa Asma sasa. Hivi ile kipindi hapo mnaishi pamoja, chumba kimoja, mnalala kitanda kimoja, mnakula pamoja, mnalala pamoja. Yaani ilikuwaje? Unajua uliushangaza watu taruki, ukazua taruki yani. Kwa nini Watanzania waamini kama unaweza kukaa chumba kimoja na mdada? Sisi tulikaa mbona fresh Miezi kadhaa. Miezi 4 nadhani. Miezi 4. Kama sikosei, miezi 4 fulani. Ukiwa na mboga anakupisha baadaye anarudi. Za kipindi kile mimi ndo nimeanza comedy. Asma mwenyewe anajua. Nilikuwa na demu wangu yule fulani hivi. Yeye bwana, sio kwamba alikuwa na hela nyingi, alikuwa na hela. Kwa kwanza anakija kwanza ametia Asma blouse sendo. Asma mshaletewa blouse zako na sendo, toka nje watu wafanye mapenzi. Aliwezaje kuvumilia? Aliweza, sasa tulikuwa tunahaso kaka. Na yeye akiwa na mambo yake vipi? Au yeye alikuwa Asma alikuwa mdogo wangu. Mdogo wangu alikuwa bado hajaanza ushenzi. Asma mdogo wangu amenyoka kabisa. Bwana unajua yani kaida hiyo. Sasa hivi Asma anaweza akaja kalala kwangu, mimi nikaenda nikalala kwake. Tena kimoja nini? Sasa hivi hatuna, sasa hivi nyumba tunazokaa na vyumba vingi. So kama na kimoja kwa sababu ndio chumba kilichopo ndio kitanda kile. Sasa hivi nyumba tunazokaa na vyumba hadi vitanda vya watu hawalali. Sasa kwa nini mnalala kitanda kimoja wakati kuna vyumba viko wazi? Ile kitu kizuri ni kwamba wote mlikuwa mna hustle. Sasa hivi kila mtu anamiliki usafiri wake, anakaa sehemu ambayo yeye anaishi. Unamiliki Mercedes Benz. Sasa hivi anajiita Asma Outlander huko njani. Bonge gari kanyoka sana. Safi. Hivi unawaambia nini makomedian wengine ambao wanategemea comedy tu? Hawana yani ile side hustle hawana. Sasa siwezi kuwashauri kwa sababu mtu anaweza kuwa anategemea comedy tu, labda kwa show alipo milioni 50. Sasa siwezi kumshauri. Huyo hela anayo. Kama kuna mtu analipa show milioni 50, milioni 100 kwa performance moja, wewe tegemea comedy peke yake. Ila sanaa inapendeza ukiwa umeinvest. Kwa sababu Diamond ukiacha muziki ni number 1 artist, lakini ana biashara pia nyingine nyingi. Sababu pia kuna sehemu utaki kwenda kama msanii, kuna sehemu inabidi uende kama CEO. Sasa kila siku tena jamani kama mchekeshaji ni mtu gani? Nenda sehemu kama mimi ndo CEO, I'm the owner of this business. Kama comedian Saidi, unaweza kuniambia wasanii wako 5 ambao unawakubali wa Bongo Flava? Sasa mimi ubaya sasa kitu kimoja. Mimi karibia wasanii wa Bongo Flava wote ni mabrother zangu. Yaani ni washikaji kabisa. Sasa nikianza kutaja wanitengenezea ubaya. Zile ngoma zetu 5 bora za mwaka huu hapa tangu Januari mpaka hapa tulipofika. Ambazo mimi nazibonda sana. Power. Ya kwanza Power, ya pili hapo naenda kuipa Ubuyu ya Alikiba hiyo. Ya 3 ni Sanesa. Ivan huyo. 4 anakaa Diamond Platinum. Nanili toka imetoka nani na ibonda jamani. Unajua mwaka mimi sijafanya challenge ya nyimbo ya msanii, nimekuja kufanya kwenye nani. Unajua Diamond pale kabamiza. Sasa mbona nina nafasi mbaki moja bado na nyimbo nyingi nazibonda sana. Kwa ile challenge ulifanya pia? Nilifanya yeye. Hiyo kwenye challenge ndio shemeji. Jamani mimi sijasema. Kwa sababu ile challenge hizo kufanya na mtu wa kawaida. Anafanya tu. Mbona Asma alifanya na Kiredio, alikodisha mpenzi wa hivi. Wewe unaenda ukakodisha kama mpenzi wako fulani. Mbona ukasema? Kwa hiyo pia nyimbo ya wote ya Harmonize nimeibonda sana. Ile wote. Bonda sana. Kwa mwaka huu kwako wewe kwa upande wa wasanii nimeibonda sana. Yaani wasanii in short mwaka huu wasanii wamebaruza. Yaani wamepiga kazi. Mwaka huu wasanii wamepiga kazi. Nimeona jana nimetoka nyimbo kama 3. Alikiba kaachia nyimbo ile Sela. Konde kaachia nyimbo. Ibra yuko na Ibra. Diamond naye kaachia nyimbo. Mavokali naye kaachia wimbo. Mavokali naenda kuisikiliza. Nilikuwa sija. Leo jana nilikuwa nasikiliza nyimbo ya Diamond na Ali. Leo naenda kusikiliza nyimbo ya Konde na Mavokali. Nakubali mzee wangu Said. Kama kuna chochote hapa kimebaki unaweza kaongea sana wale watu ambao kuanzia